Baba takatifu na Mungu wetu, tunakushukuru Bwana kwa wema wako. Jalie tena Bwana akili kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Tuongoze tusije tukasema maneno yetu sisi wenyewe. Bariki msikilizaji na mtazamaji. Ninaomba neema yako iwe pamoja nasi wote katika jina la Yesu, amina. Lipo somo tena mbele yetu linalosema kwa nini Baba alificha uso wake pale msalabani. Kwa nini Baba alimwacha Kristo kwa muda pale msalabani? Hebu tuone ili fungu, tusije tukasema tu maneno yetu. Mathayo 27 fungu la 46. Anasema, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabakithani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona sikuoni? Mbona sikuoni? Hiki ndicho kilele cha fumbo la msalaba. Elewa vizuri katika sehemu hii. Tutachunguza vizuri tuone hii Mathayo 27 fungu la 46 inasema nini. Hivi Mungu alikuwa ni mkatili? Aende akafanya msalaba kuwa onyesho kwa Yesu, au maana yake ni nini? Kwa hiyo hiki si kilio cha kukata tamaa, bali kilio cha hukumu, unabii na upatanisho. Hapa upatanisho unafanyika. Hebu tuone kwanza neno la kwanza. Baba hakumwacha Kristo. Hakumwacha Kristo kimwili wala kwa upendo, hapana. Hili ni la msingi sana. Mimi na Baba tu moja, kwenye Yohana 10 fungu la 30. Sasa umoja huu hauwezi sasa ukavunjika. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu. Waraka wa pili wa Wakorinto 5 sura ya 5 fungu la 19. Kwa kweli Mungu alikuwa pale akiumia pamoja na Yesu Kristo. Alikuwa pamoja na Yesu Kristo. Sasa kwa nini usemi huu? Kwa hiyo Baba hakumwacha mwana kwa chuki. Hakuvunja umoja wa uungu hata kidogo. Hakumwacha bila upendo hata kidogo. Baba hakumwacha kama mzazi anayemtelekeza mtoto. Hapana. Bali kulikuwa na kuachwa kwa kisheria kwa muda. Kulikuwa na kuachwa kwa kisheria na kwa uzoefu. Kulikuwa na kuachwa kwa sababu sheria kwa kweli ilitaka hukumu ya dhambi. Lakini Mungu hakumwacha pale. Hebu tuone, tutaona hapo mbele kwamba kinasema nini. Jambo la pili, alichobeba Kristo kilisababisha kuachwa. Tunakuja kwenye mantiki sasa hiyo. Alichokuwa amekibeba, alikuwa amebeba nini? Dhambi. Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Isaya 53 fungu la 6. Yeye alikuwa hana dhambi, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Wakorinto wa pili 5 fungu la 21. Kwa hiyo hatia ya dhambi ilikuwa imewekwa begani mwake, na tunajua Mungu hakutani na dhambi. Hakutani na dhambi. Mungu ni marufuku kukutana na dhambi. Hapa ndipo uzito ulipo. Kristo hakutenda dhambi.
Kwa hiyo neno la kisheria, Kristo alichukua dhambi kisheria, aliyehesabiwa dhambi. Kwa hiyo hata kuachwa, aliachwa kwa kweli kisheria, katika uzoefu wa mwili akaachwa, kwa sababu Mungu hakutani na dhambi. Lakini kwa ndani unajua kabisa dhambi inatoka moyoni, na Kristo hakutenda dhambi. Kwa hiyo umoja wa Mungu na Yesu uko pale pale. Lakini alihesabiwa mwenye dhambi. Unajua alihesabiwa mwenye dhambi, alisimama mahali pa wenye dhambi. Yaani sehemu aliyokuwa amesimama ni sehemu anayostahili kusimama mwenye dhambi, na matokeo ya dhambi ni dhambi zimetutenga sisi na Mungu. Hebu Isaya 59 fungu la pili. Isaya 59 fungu la pili. Hebu tuelewe Isaya 59 fungu la pili, nasema lakini maovu yetu yamewafarikisha ninyi na Mungu, yaani yametutenga, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone, hata hataki kusikia. Hata pale msalabani, Mungu alificha uso, dhambi asiione kabisa, ila dhambi ihukumiwe, akuta imeshahukumiwa tayari. Lakini ndani ya Yesu Kristo dhambi, Yesu hakutenda dhambi. Kwa hiyo alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu, akifukuzilia mbali dhambi. Kwa hiyo Kristo alipitia kutengwa ambako mwenye dhambi angepitia. Mwenye dhambi, mimi na wewe, yaani kama isingekuwa Yesu Kristo tungepitia, na hiki kitu ambacho tungepitia ingekuwa ni milele na milele, tungepitia milele na milele. Kwa hiyo Yesu naye akapitia kwa muda na akaona uchungu wa kutengwa na Baba. Uchungu wake uko namna gani? Ni mzito, yaani hadi Kristo akalia. Kutengwa na Mungu Baba ni machungu makubwa. Wanadamu tunacheza tu, tunafanya michezo, lakini ni uchungu mkubwa sana. Kristo aliupitia kwa muda ili sisi tusipitie milele zote. Namba 3, kwa nini Baba hakumuingilia ili kumpunguzia maumivu? 1, kwa sababu kama Baba angeingilia kati, adhabu isingekuwa kamili, sheria isingetukuzwa, upatanisho usingekamilika. Kwa hiyo ilibidi akinywee kikombe. Sehemu fulani alisema, kikombe alichonipa Baba mimi nisikinywee? Kwa hiyo Baba aliruhusu kukutana na nguvu ya giza peke yake. Mungu Baba akiwa hayupo siku zote, amezoea Baba yuko pembeni kwa sababu anamtegemea yeye. Akaonja sasa kutokuwepo kwa Mungu, machungu yalivyo. Ni uchungu mkali sana ulikuwa. Hii haimaanishi Baba hakuwa pale, bali hakuondoa ile adhabu. Maana yake ni kwamba ile adhabu haikuondolewa. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ili adhabu ile ipunguzwe, au aone unafuu, au adhabu ile ichukuliwe kama jinsi tunavyosoma katika Biblia kwamba yeye atachukua maovu yetu, atachukua na machungu yetu na nini. Mungu hakuchukua, aliinywea mpaka mwisho, mpaka tone la mwisho la ghadhabu kisheria, ili sheria iweze kukidhiwa vizuri, ili adhabu iweze kuwa kamili, ili upatanisho ukamilike vizuri.
Haki ilipaswa kuonekana wazi wazi, na ndio maana msalabani ni kama transaction room na ni chumba cha muamala. Namba 4, kwa nini Kristo hakutumia uungu wake kujinusuru? Kwa sababu alisimama kama mwakilishi wa wanadamu, lakini lazima ashinde kama mwanadamu ili ipatikane mbegu ya mwanadamu ambayo sasa itazaa matunda mengi, itazaa matunda mengi. Alijinyenyekeza hata mauti. Hebu tusome Wafilipi 2 fungu la 8, anasema tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Mauti ya msalaba. Kwa hiyo Kristo hakutumia uungu wake ili kujiepusha na adhabu hiyo, ili anapotamka mbele ya Mungu Baba, mwanadamu huyu uliyempenda, adhabu nimekamilisha, mwanadamu aweze kukubalika mbele za Mungu Baba. Kama angefanya hivyo, ushindi usingeonekana wa mwanadamu, usingeonekana ushindi wa mwanadamu, sheria isingethibitishwa, shetani angepata hoja na upatanisho usingekuwa kamili. Je, ilikuwa kifo cha pili? Hiki kifo cha Yesu hiki, je, kilikuwa kifo cha pili? Ndiyo, ni kifo kile ambacho wanadamu waovu watakufa milele. Yaani utajiuliza sasa, mbona hakufa milele? Lipo somo ubinadamu, jinsi ambavyo ule ambao dhambi ilivyozikwa milele kule. Huu kilikuwa kifo cha pili, ndiyo, kwa uzoefu, si kwa milele. Kwa uzoefu, si kwa milele. Kwa hiyo Yesu alionja kifo cha pili cha mwanadamu, kile cha milele ambacho watakufa waovu. Alionja kwa niaba yetu. Sisi tulitakiwa kufa milele. Akasema nitakionja hiki ili kwamba sheria inapokuwa inadai kwamba je, huyu aliyefanya dhambi anatakiwa kufa milele, nimekionja kifo hiki cha milele, lakini ndani mwangu kuna haki. Hebu sikiliza maneno haya. Hii ina maana alihisi kukataliwa na Mungu milele, kukosa tumaini, kutengwa na Mungu kabisa, lakini hakubaki humo kaburini, kwa sababu hakuwa na dhambi binafsi, na kaburi linasema hivi, haliwezi kumretain mtu wa mwenye haki. Kaburi haliwezi yani ardhi hii haina uwezo wa kumzuia mtu mwenye haki, na ndiyo maana hata wenye haki ambao wanaokufa sasa hivi, ardhi na kaburi halina uwezo wa kumretain, halina uwezo wa kumfunika likahimili. Hata ardhi haiwezi kuhimili kishindo kwa mtu mwenye haki. Na Yesu akaonyesha kwa mfano kwamba jamani, ardhi haitakuwa na uwezo kwa mtu mwenye haki wa kufunika. Yesu akafufuka, na ndivyo hivyo ambavyo watakaomwamini Yesu watakavyofufuka. Ardhi haina uwezo wa kumzuia mtu mwenye haki anayemwamini Yesu Kristo. Ndiyo maana huwezi kuacha nafsi yangu kuzimu. Hebu tusome Zaburi, sije nikaona kama maneno yangu haya yakawa ni mengi, halafu inasema nini uthibitisho huo? Unasema nini uthibitisho? Zaburi anasema Zaburi ngapi? Zaburi 20 na Zaburi 16 fungu la 10. Anasema Zaburi 16 fungu la 10, anasema hivi:
maana hutakuacha kuzimu nafsi yangu, yaani nafsi yangu hutaiacha kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Hakuna, yaani uharibifu wa milele. Haiwezekani, haiwezekani. Namba 6, kwa nini tunaisoma hii Zaburi 22? Hebu twende Zaburi 22, nasemaje? Zaburi 22. Yesu hakulia bila tumaini, kwamba Yesu eti alilia pale kwamba mbona umeniacha? Zaburi 22. Yesu hakulia bila tumaini. Pamoja na kulia Eloi Eloi, Mungu wangu mbona uniacha, imani yake ilikuwa pale pale. Ndio hilo andiko litimie, linasema kwamba hata kifo nitakuwa mwaminifu, hata kifo. Yesu akatimiza ahadi kwamba inawezekana sheria kutiiwa, utii wa sheria unawezekana hata kufa, kama Yesu aliweza kutii hata kufa, na mwanadamu kwa kutumia roho hiyo hiyo, the same spirit, atashinda kifo. Huanzia kwa kilio cha kuachwa, huishia kwa ushindi mtukufu. Kilio cha kuachwa, na akastamili hata kama Mungu haonekani, nitakuwa mwaminifu kwake, ushindi ukapatikana. Kwa hiyo atatangaza haki yake kwa kizazi kijacho. Zaburi 22 fungu la 31. Hebu tuseme tuone. Na watawahubiri watakaozaliwa haki yake, nao watawahubiri watakaozaliwa haki yake, ya kwamba ndiye aliyeyafanya. Kwa hiyo kwa kusema Mungu wangu, Yesu alikuwa akitimiza unabii ambao tunausoma katika hii Zaburi 22, kuthibitisha yeye ndiye Masihi, kwamba yeye ataichukua haki na atatenda haki ili ampe mwanadamu mdhambi haki yake, na yeye achukue dhambi, lakini kaburi halitaweza kumzuia, halitaweza kumzuia milele na milele. Kaburi litamtapika, akionyesha kwamba giza halina neno la mwisho, halina uwezo. Hitimisho ni kwamba, hitimisho la kina kabisa, Baba alimwacha Kristo. Sio kwamba upendo wake ulipungua, hapana, bali kwa nafasi ya mwenye dhambi alimwacha kama mwenye dhambi, kwa sababu alichukua nafasi ya mwenye dhambi, lakini yeye sio mwenye dhambi, ili sheria itukuzwe, dhambi ihukumiwe, mwanadamu aokolewe. Kwa hiyo kauli ya mwisho, kilio cha kuachwa, ndicho kilichotuhakikishia kwamba hatutaachwa kamwe. Hata wakati ambapo utaona giza, utaona kama Mungu hayupo, Mungu yuko pale pale. Kama Yesu, Mungu alikuwa pale pale, alikuwa anatengana na dhambi tu. Hata sisi Mungu anatengana na dhambi zetu, lakini ndani ya mioyo yetu Mungu yuko pale pale, anatuhitaji ili tuweze kumwamini. Na wakati ule, wakati ambapo hukumu ya upelelezi itakapokuwa imekamilika na Yesu atatoka pale patakatifu pa patakatifu, hakuna upatanisho. Watakatifu watakuwa wapo duniani bila mpatanishi, wataonekana kama vile wameachwa, lakini imani yao itakuwa kama ya Yesu pale msalabani. Watashikilia bila kumwona Mwokozi Yesu, huku wakitafutwa wengine kuuawa, kwa sababu alama ya mnyama, shetani atakuwa amekasirika, atakuwa ameweka vizuizi vya kila aina, na atakuwa kwa kweli akitafuta watu, lakini watalia na kuonekana kama jinsi Yesu alivyolia, Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu mbona umeniacha. Lakini hakukata tamaa. Hata watakatifu wakati wa mwisho, masalia hawa, hawatakata tamaa.
Na kwa sababu gani hawatakata tamaa? Kwa sababu watakuwa tayari wamepata muhuri. Ina maana utii utakuwa settled katika vichwa vyao. Utii utakuwa umetulia katika vichwa vyao, kama jinsi ambavyo utii wa Yesu pale msalabani ulitulia katika kichwa chake. Usingeweza kuyumbishwa hata kidogo. Hata kama Mungu haonekani, bado alikuwa mtii pale pale, alikuwa mtii pale pale. Hebu angalia jambo hili, unapopatwa matatizo, je, unakimbia unasema Mungu amekuacha? Mungu hajakuacha hata kidogo. Utii wako kwa Mungu anauhitaji. Anahitaji zaidi utii ulioko katika roho yako, lakini hauhitaji utii ulio katika mwili wako. Yesu aliachwa katika mwili uliokuwa unahukumiwa, ambao hakuhitaji, ulikuwa ni wa dhambi ule. Hata wewe utii utakaokuwa na kuogopesha hapa ni wewe kudhurika na mapanga, ni mwili huo. Mwili acha wenyewe uhukumiwe na uhukumiwe kwa ajili ya dhambi yake, lakini roho yako ibaki salama, na Yesu Kristo anakuhitaji. Hebu muamini Yesu uone matunda yake yatakavyokuwa, na mwisho wake utakuwa ni ushindi. Na ushindi wa Yesu ulikuwa ni ushindi wa kwetu. Ushindi wa Yesu ni ushindi wetu. Na sasa hivi sisi hatuhitaji kushinda, kwa sababu Yesu alishashinda kwa niaba yetu. Kazi yetu ni kumwamini tu, alishashinda tayari. Mungu wetu atubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amina.